Kadhalika sisi wadogo tunatambua nafasi za wale wakubwa zetu, hata kama tunaona kuna mahala amekwenda kombo mathalan, unaona mtu mkubwa hapa kakosea, basi mtu mkubwa ana namna yake kukosolewa. Hata baba yako, baba anaweza kukosea, lakini kweli unamkosoa baba yako kama unavyokosoa vijana wako wa kazi wa ofisini kwako? Kweli mzee ana lugha zake, na wakati mwingine kumkosoa ni kupotezea, na ndio heshima hiyo. Unajua hapa ashateleza hapa, sasa basi bwana, naambia na basi tuliache lipite hilo kwa nafasi yake. Haya yanatokea tu, tukienda kwenye kikao pale kwa mzee, lile jambo msikumbushie bwana kabisa, mnaambiana labda kuna kitu mzee amekifanya sio, labda mlimwachia eneo kaliuza, pata shida, kaona pumbavu hawa wako mjini huko, mimi mke wangu anaumwa, piga bei. Unakuja kupata habari baadaye mzee kauza lile dume, kaliuza bwana, juzi kaliuza lile dume. Sasa mnaambiana basi tukienda msigusie hilo jambo kabisa. Labda mzee mwenyewe akiingia kutoa taarifa. Sasa baba yako huwezi kumkosoa kwa jeuri au mbele za watu, kadhalika kaka yako au mkubwa wako mwingine. Vipi mtu ambaye pengine ni kiongozi, labda kiongozi wa mkoa au kiongozi wa mji au pengine kiongozi wa nchi kabisa, unatumia kipaza sauti, unasimama member, unakosoa eti? Sio utaratibu huu. Wewe unaonekana huna adabu wala hujajua nafasi ya yule mkubwa wako. Mnaelewa? Haya ni mambo haya, lau Waislamu wangeyasoma wakayajua, wangekuwa watu wenye nidhamu kuliko mtu yeyote yule. Lakini tunafelishwa na baadhi ya Waislamu wenzetu kwenye haya mambo ya kawaida ya kimaadili haya, kwa sababu hawasomi mambo haya na wanadharau dini yao. Na haya mafundisho ya kiwango hiki huwezi kuyapata ila kwenye dini, na ulelewe nayo, maana hayahitaji kuekti haya, hayahitaji kuigiza. Ukisema uigize, kuna mahali utaumbuka, kwa sababu mtu mwenye kitabia chake kibaya, hata kama akiiga tabia nzuri, kuna wakati ataumbuka tu. Unatakiwa uleleke na mambo haya